asome gazeti naone kwamba kaunti yake ina sifa na si sifa nzuri. Nimepiga vichwa vya habari, siko mambo mazuri lakini mambo mabaya. Hakuna kitu kibaya kama seneta ununue gazeti na katika peji ya kwanza unaona kwamba kaunti yako ndio inabobea pakubwa kwa mabaya zaidi, mambo ya ufisadi. Na najua pale alipo ana uzuri kubwa. Mimi nataka niongee wakazi wa Nyamira. Oversight, wale ambao wanahusika pakubwa kuhakikisha kwamba pesa inakuja mashinani inakuja kwa counties imetumika vilivyo, ni bunge la Senate. Lakini hapo mwanzo hawa senators walipatiwa jukumu la kufanya oversight, lakini hawakupatiwa vifaa ama zana za kufanya ile kazi hiyo. Ni kama kutuma askari wako katika vita halafu usimtume na bunduki na risasi. Lakini leo hii haya masenators wamepata risasi na bunduki zake. Saa hii wako na oversight fund. Zamani seneta wa Kongo kuja Nyamira, kuingia kule vitongojini kuangalia ile miradi ambayo inafanywa na gavana, alikuwa hana uwezo kwa sababu hana pesa ya kufanya kazi hiyo. Lakini sasa kila seneta alichaguliwa ana mfuko wake kupitia hazina ya Senate Oversight Fund, ambayo hiyo itamwezesha seneta wenu na senators wote 47 na wale wengine walioteuliwa kuingia vitongojini ili kujua gavana akisimama kwamba nilijenga bridge kule Keroko, seneta kwa sababu ana uwezo, ana hela, anaweza kufika pale kudhibitisha kwamba ule mradi ulifanyika. Na kile mradi ule ni mradi gushi, seneta ana haki ya kuanza safari ya kuhakikisha kwamba ule uongo umefutwa. Kwa hivyo hii mambo ya ufisadi katika kaunti zetu, ikiwa senators watatumia mfuko ule vizuri, mambo ya ufisadi tutazika katika kaburi la sahau. Kwa hivyo wakazi wa Nyamira, ikiwa kulikuwa na ufisadi, mwambieni gavana wenu sasa seneta ana bavu, ana uwezo, ataingia katika pembe zote za Nyamira kuona kwamba ile budget ya county government ambayo ilipitishwa katika county assembly ya Nyamira, ile budget imetekelezwa vilivyo. Na hivi majuzi pia mimi kama speaker niliagiza control budget kwamba ripoti zote ambayo wanazifanya kila kipindi cha miezi mitatu zipelekewe senators. Ripoti zote za matumizi ya pesa katika kaunti zote, ndani ya miezi mitatu yule senator apatiwe ripoti. Kwa mfano, matumizi yote ya pesa ya Nyamira County ndani ya miezi mitatu, ile ripoti lazima imfikie Senator Okomo Omogeni kama seneta wetu. Hatutaki tungoje mpaka mwaka uishe ndio wapate ripoti za budget, tayari pesa zimefujwa, zimepotea. So the reports must be timely and they must be made available to all the senators. Kwa hivyo seneta wa Nyamira atapata ripoti ya Nyamira ndani ya miezi mitatu, kuonyesha ndani ya miezi mitatu pesa za Nyamira zimetumika vipi. Hivyo hivyo Kisumu, hivyo hivyo kila kaunti zote, ili tujue kwa mapema ikiwa kuna shida, ikiwa kuna ufisadi, senators wajue na mapema ile mipango ambao wanatumia kuiba pesa za wananchi tulizike, ili pesa ya wananchi itumike kuleta miradi na maendeleo katika kaunti zetu. La tatu ni kama vile seneta wetu amezungumza. Subra ni kitu muhimu sana. Na subra ni kitu ambacho tunafundishwa hapa ndani ya kanisa.
but I've been given just a brief kwamba to introduce the Council of Government. katika uchaguzi All this you see here. mwaka 2022 kulikuwa na matatizo mengi sana. Unga ulikuwa ni zaidi ya 250. Bei ya mbolea ilikuwa zaidi ya 7,000 kwa gunia. Hali ya maisha ilikuwa inaanza kuzorota, na wananchi wa Kenya wakaenda uchaguzi kuchagua rais wakijua wazi kwamba rais atafanya vile kwa nguvu zote vile kuhakikisha kwamba gharama ya maisha imefanya nini, imeshuka. Baada ya rais kuapishwa, kelele zikaanza. Hata miezi miwili ilikuwa haijamalizika, miezi minne haijamalizika, miezi mitano haijamalizika, tayari watu wakaanza kuweka masufuria ndani ya kichwa kumkejeli rais wetu kwamba ameshindwa na kazi, ameshindwa kukimu gharama maisha. Mimi nataka niwaambie waumini wenzangu, Roma haikujengwa Roma haikujengwa na siku moja. Hata kio na haraka sana kupata mtoto, ndugu yangu, lazima usubiri miezi ngapi? Miezi 9 ndio upate mtoto. Huwezi kuoa leo na unaanza kupiga mama kwa nini hajakuzalia. Usubiri mpaka miezi ngapi? Maanake hiyo ndio miaka ama miezi Mwenyezi Mungu ametokea. Saa hii baada ya kumpatia rais wetu muda, nataka niulize waumini, na hapa ni kanisani, hatudanganyani. Saa hii mkienda kwa maduka, mfuko wa unga wa kilo 2 ni shilingi ngapi kwa sasa? Ni zaidi ya 200. Imeshuka haijashuka? Kabla hatujapiga kura mwaka 2022, gunia la mbolea ilikuwa na zaidi ya 7,000. Saa hii gunia la mbolea tunauza 7,000. Imeshuka haijashuka? Nataka niwaambie wananchi wa Kenya, rais wetu ana mpango kabambe, na ule mpango ameanza kutekeleza. Na kwa sababu ameanza kutekeleza, hali ya gharama maisha imeanza kushuka. Sijasema imeshuka kabisa, lakini imeanza kufanya nini? Kushuka. Ikiwa ndani ya mwaka 1.5 ameshukisha gharama maisha, je, ndani ya miaka 10 maisha Mkenya yatakuwa bora? Itakuwa bora. Lakini Wakenya ni wawe na kitu inaitwa nini? Subra. Tuwe na subra. Juzi majuzi dola moja ya Marekani ilikuwa zaidi ya shilingi 160 za Kenya. Leo hii kwa sababu ya mipango kabambe ya rais wetu, dola moja ya Kenya inaenda 129 hivi leo. Imeshuka haijashuka? Na kushuka kwa dola ndio gharama ya maisha ya Kenya inashuka pia. Kuna mambo kadha wa kadha ambayo rais wetu ametekeleza na bado atatekeleza mengi. Kitu ambacho nawasihi Wakenya wenzangu, subra huvuta heri. Tumetoka mbali, dalili imeonyesha wazi kwamba gharama maisha sasa inaanza kushuka. Dalili imeonyesha wazi kwamba rais wetu ameanza kukimu maisha ya Kenya. Dalili imeonyesha wazi kwamba siku zinazokuja zitakuwa nzuri kushinda siku zilizopita. Kinachobaki ni kumwombea rais wetu, kusimama na yeye, kumpatia support ili atekeleze kikamilifu ile kitu tunaita plan. Maana ile plan, ule mpangilio ambao uko naye ni mpangilio ya kuinua mwananchi wa Kenya kutoka chini kumpeleka wapi? Kumpeleka juu. Tumeelewana wananchi? Tumeelewana waumini? That is the only way. Lakini mimi hushangaa wakati mwingine mvua inanyesha hivi, badala umwambie mwananchi achukue jembe akalime,
unaambia mwananchi achukue sufuria aweke kwa kichwa, aende akafunge na achome tairi barabarani. Je, gharama maisha itashuka? Itashuka. Lakini kumwambia mwananchi gharama kodi iko gani? Chukua pembejeo hizi, chukua mbegu, chukua mbolea. Akienda lima, akipata mazao, ndio gharama maisha hapa Kenya inafanya nini? Inashuka. Kwa hivyo kwangu mimi nataka niwapatie wito, tusimame na rais wetu, manake mpangilio wake ukitekelezwa kikamilifu, Kenya hii itakuwa kielelezo katika bara la Afrika. Na nikimalizia, kuna mengi sisi kama Wakenya na tumewana, lakini kuna mengine hata tuwe na tofauti zetu za kisiasa, lazima tusimame pamoja. Na those things ambazo siasa zitatugawana, lakini kuna vitu ambavyo kama Wakenya lazima tusimame kama Wakenya, tusadiki kama Wakenya. Na kitu kimoja ambacho hicho lazima tuweke tofauti zetu za siasa, tuwe Wakenya, tuonyeshe Wakenya wetu, ni hii safari ya mzee Raila Amolo Odinga ambaye anakuwania uwenyekiti wa tume ya bara Afrika, African Union Commission Chairperson. Ile kiti mzee Raila haendi pale kama